na bado barabara watu wanapita. Unahisi labda pengine ni nini na kufanya? Sababu ya mwangaza ni kidogo. Haya, ni hayo tu kutoka kwa Mama Katana. Si tumeshukuru mamangu. Haya, niko Mulika Mwizi ya Mikanjuni. Hapa ni Mulika Mwizi Mikanjuni brother? Hapa ni Mulika Mwizi Mikanjuni. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ni Alfani kutoka Mikanjuni. Sasa brother Alfani hapa Mikanjuni, hii Mulika Mwizi yenye iko hapa kando na hizi street lights ambazo haziwaki kwa muda, una mara yako wa mwisho kuziona zikiwaka ilikuwa lini kivyako wewe? Kitambo, kama miaka 5 kweli ile. Kama miaka 5. Miaka 5 liko lakini haliwaki. Wakati huo miaka 5 nyuma lilipokuwa linawaka, unahisi ilikuwa la kusaidia vipi ili taa? Ilikuwa la tusaidia kuona, yani tupata mwangaza poa, mambo na wezi hapa na pale. Ilikuwa hatuoni wezi wa sana. Lakini sasa hivi venye limezima, basi tupata tabu sana, tuumia, si mwanzo si mabodaboda. Vibaya sana. Sasa wewe kama kijana wa Shimo la Tewa na unaongea ukiwa na represent sauti za vijana wengine, unanielewa? Wahisi ili taa likawaka saa hii laweza likakusaidia vipi kulingana na biashara yako wewe kama kijana? Hili litanisaidia sana hili. Maana hata kukesha itakuwa naweza kesha kwa amani sana. Naitwa Fesolia. Fesolia, kijana kutoka Mikanjuni. Ndio ulikuwa unasemaje maoni yako hapo ukiwa unasaidia huyo brother hapa? Mimi maoni yangu nilikuwa tuomba tu watu turegeshe ile taa letu ili tupate kusaidika kidogo pia sisi, manake tuumia na ile giza ile. Waweza bishana na mtu bwana kuona kama mtu ni mzuri kumbe si mtu mzuri. Mara tara amekuibia alafu sasa umjui hujamuona, hujui kama utampata vipi tena. Sasa sisi tungeomba turegeshe ile taa. Sawa. Kuona mwangaza. Sawa. Brother nao unaitwa nani hapo? Mimi naitwa Kalonzo. Kalonzo. Watermelon ama Kalonzo nani? Kalonzo tu. Sawa, songa hapa karibu basi. Songa hapa karibu. Sasa hii Mulika Mwizi wewe mara yako wa mwisho kuiona kuwaka ilikuwa lini? Ilikuwa kitambo kama miaka 6 ni tuseme sasa, haijawaka. Na ilipokuwa inawaka ilikuwa ya kusaidiaje? Silikuwa tuona vizuri pia kwenye street yetu, lakini sasa kumezidi uwezi sasa venye haiwaki sasa. Unaweza kuambia nini idara husika pamoja na governor na mwakilishi wadi wako ambaye ni MCA wa hapa? Organize ile tali wake ile. Makela tusaidia sana kiwa na mwangaza hivi. Unaweza toka mida yote ile. Biashara kama hizo pia, unajua. Brother nao upande unaitwa nani? Mimi naitwa Joseph Kamau. Joseph Kamau. Uko kijana mtaa wa Mikanjuni, si ndio? Ndio. Wewe unahisi hili taa kutowaka limekuletea natija gani? Hili taa kutowaka hapa latupa changamoto sana sisi hapa kama wana bodaboda. Maana mteja anaweza kuwa amefika hapo anataka kupanda lakini akiangalia ile sura sio ile, yule zaenda niibia unaona, maana nikiza umuoni akuoni. Sasa hata wateja wenyewe wanashtuka. Wateja wenyewe wanashtuka bana. Sasa hiyo unaona kama ina kujenga wewe kama kijana ama inakubomoa? Inanibomoa. Tunabakia katika maswali kwamba shida ni kwamba street lights haziekewi budget ama budget inawekwa lakini kuna utepetevu ndani yake, ama ni kwamba tumepuuzwa ama wanaona hakuna haja. Kwanza tu labda pengine nizungumzie kuhusu hizo street lights kwamba moja zinasaidia sana katika uchumi wetu sisi watu wa Shimo la Tewa ward. Kwa sababu Shimo la Tewa ward ni mahali ambapo hata ukija saa 8 usiku unaweza ukakula sima moto na kuku. Shimo la Tewa ward ni mahali ambapo hata ukakuja usiku wa saa ngapi unaweza ukanunua nguo na unaweza ukafanya shopping. Ni mahali ambapo kwamba hata ukakuja saa ngapi Shimo la Tewa na wewe una shida ya gari ama pikipiki utatengenezewa, kwa sababu watu wa Shimo la Tewa ward
wanaamini kwa kufanya kazi masaa 24. Ni mahali ambapo kwamba tunapokosa huduma kama hii muhimu ya street lights tunabakia katika shida. Vile vile pia ujue kwamba street lights zinapokuwa mahali zina boost security. Kutokuwepo kwa street lights zimeharibu sana katika hali ya usalama wetu sisi kama watu wa ende akachukue mboga pale tena saa ambapo kama mboga koje mpaka jua litoke saa 12, wanafunzi wakitoka atoke nao, kwa maana kuna uhatari kwamba atakapotoka yeye saa 10 giza lile ambalo liko sahihi mtu hapa, inakuwa ngumu sana kwake yeye, kwa sababu wakati wowote anaweza kuvamiwa, wakati wowote ule anaweza kuvamiwa. Zimeharibu sana usalama wetu. Wananchi tu wengi ama wafanyabiashara tu wengi, biashara street pale uende mpaka soko Mjinga, maduka yao yamekuwa ni yenye kuvunjwa na vitu kuibiwa, kesi zinaenda polisi. Lakini bado hii hata kesi ikaenda polisi wakawa wanaendelea na uchunguzi, bado inabaki ni hasara kwa mfanyabiashara, kwa sababu yeye kule anakimbia kulipa permit ya duka, labda pengine takriban amewekewa permit anafaa alipe shilingi 5,900,